السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحبتي في الله، tunaendelea na haddi sarika, haddi ya sarika, yani katika sheria ya Kiislamu yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuiba, kufanya wizi, haddi yake anafaa kufanya nini? Na tulianza katika last week, juma lililopita, tukaelezea maana ya sarika katika sharia ya Kiislamu. Tukasema asarika ama kwamba tunazungumzia hapa ule wizi ambao kwamba tunazungumzia ni wizi katika Uislamu, akhdhul mali dhulma, ni kuichukua mali kwa kudhulumu ama kwa hali ya kudhulumu. Khufiyatan, tena kuichukua ile mali kwa kujificha. Min hirsi mithlihi, yani kuichukua ile mali kwa kujificha katika sehemu yake ambayo kwamba imehifadhiwa. Huo ndio wizi. Na tukasema kwamba kuna mukhtalis ambaye kwamba huyu hayuko katika sarika, kwa sababu mukhtalis ni yule ambaye kwamba anachukua mali kwa uwazi, hata kama anaiba lakini kwa uwazi. Lakini ile sarika ambayo kwamba tumeizungumzia hapa ni kule kuchukua kwa hali ya kujificha. Muntahib yule ambaye kwamba anachukua mali kwa nguvu lakini anaonekana sio kofia tena. Kwa hiyo asarika ambayo kwamba tunazungumzia hapa ni sarika ambayo kwamba inafaa kukatwa mkono, ama ndio sarika ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma. Sarika huyu ni yule ambaye kwamba anachukua mali khufiyatan, dhulma, tena kwa kujificha katika sehemu yake ambayo kwamba imefanya nini, imehifadhiwa. Kisha tukaangalia arkanu sarika, nguzo za sarika za wizi. Tukasema arkanu sarika, nguzo za wizi ni ngapi? Ni tatu. Kwanza ni sariku, yule mwizi yule ambaye kwamba anaiba. Kisha pili, wa masrukun, na ile mali na kile kitu ambacho kwamba kimeibiwa. Kisha wasarika, na ile njia ama ile namna ya kuiba. Kisha baadaye tukaangalia shurutu sariq, sharti za yule mwizi ambaye kwamba anafaa kupata mkono, lazima awe namna gani? Tukasema sharti za yule mwizi ambaye kwamba anafaa kupata mkono sita, ni sharti sita. Yani huyu ni mwizi katika Uislamu, anafaa kupata mkono, lazima mwizi awe hapo na sharti sita. Ya kwanza al-bulugh, awe ni baligh, sio mtoto mdogo, awe ni baligh. Kisha pili, awe ni al-aql, aqil, awe hapo na akili, yani baligh aqil. Tena ya tatu, awe ni ikhtiyar, amefanya ule wizi kwa kuchagua, kwa chaguo lake yeye, hajalazimishwa. Kisha musliman kana au kafiran multaziman biahkamihi au iltizaman alahkam, yule ambaye kwamba ahkam zinalazimishwa kwake yeye ama yeye anajilazimisha kwa ahkam. Kisha walilmu bitahrim, awe anajua kwamba kufanya wizi ni haramu. Kisha wa adamu idhni lahu min almalik, basi na idhni ya yule mwenye kumiliki ile mali akachukua ile mali. Hizo ndizo arkani, nguzo za yule mwizi ambaye kwamba anafaa kukatwa nini, kukatwa mkono. Kisha tukaingia katika
shurut hizo zilikuwa ni sharti za yule mwizi. Kisha tunaingia katika shurut za kile kitu ambacho kama kimeibiwa. Sasa ni kitu gani ambacho kama kinafaa kuibiwa? Kikiibiwa ndio tutakuwa na hadi ya kumkata mkono. Sharti hizo nazo, ile mali ya kuibiwa nayo inafaa kuwa na sharti nne. Ashartu al-awwal an yakuna rubu'a dinar, iwe ile mali imefika dinari ya dhahabu robo, au ma qimatuhu dhalika, ama ikuwe inafikia robo, inafikia qima cha ile robo ya dhahabu. Na tukapiga mfano juzi kusema kwamba qima cha robo ya dhahabu ni 16,000 ama 18,017. Kwa hiyo mtu ambaye kwamba ataiba mali, ile mali kima chake ni 16,000, 18,000, 17, huyo ndio ambaye kwamba anaanza kukata mkono. Lakini tukasema kwamba baadhi ya maulama akiwemo Daud al-Dhahiri, akiwemo al-Imam Ibn binti Shafi'i, wao walisema maadamu mtu yeyote ameiba, iwe ni mali ndogo iwe ni mali nyingi, yeye anafanya nini? Anakata mkono. Lakini madhhabu Shafi'i ya kwamba mtu atakayeiba mali ya kwamba kima chake ni rubu dinari dhahabi, yeye ndio kwamba anafaa kufanya nini? Anafaa kukata mkono. Kisha ile mali yenyewe wa an yakuna muhrazan bihirzi mithlihi, iwe imefanya nini? Iwe imehifadhiwa, kuna sehemu kwamba imehifadhiwa. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala, hapo ndio kwamba tunakuwa ni wenye kuanzia. Lakini kuna masala ambayo kwamba leo mtu ataiba mashaf, leo mwizi ataiba mashaf, ataingia katika msikiti, ataingia katika nyumba ya mtu, akaiba mushafa au kitaba fiqhi au ghaira dhalika yusawi nisaba. Mtu ataingia katika maktaba, akaingia katika msikiti, akaiba kitabu cha fiqhi ama akaiba Qur'an, ambapo kitabu kile kikusawi nisaba, kinafikia ile nisaba 16,000. Kuna kitabu kinaitwa Al-Hawi al-Kabir cha al-Imam Abi al-Hasan al-Mawardi. Nimekiulizia kule maktaba, nikaambiwa kitabu hicho kima chake ni 1036. 1036 mijaladi 30, na vitabu vya dini viko hali. Sasa lau mtu ataiba, tuseme aibi Al-Hawi al-Kabir, kitabu hicho kina 1036, imepika niswabu, basi ulama Shafi'i anasema wajaba alayhi al-qat'u, ni wajibu mtu huyo kufanya nini? Atakata mkono. Aingie katika msikiti huu, kisha akaiba mashaf, akakusanya masahafu ambao kwamba kima chake kinapita 18,000, basi yeye maulama wanasema anafaa kukata mkono. Waqala Abu Hanifa la yajibu alayhi al-qat'u, haifai kukata. Lakini maadamu tumesema hapa hii ni mali ambayo kwamba imefika nasibu kiwango, basi anafaa kufanya nini? Anafaa kukata mkono. Kisha tukasema tukaingia katika masala, kwa sababu hapa tunaingia katika yale masala ya wizi. Namna gani mtu atakuwa ni mwenye kukata mkono, namna gani hatakata mkono. Sasa kama nilivyotangulia, akiiba mali ambayo kwamba sio chini ya niswabu, sio chini ya 16,000, yani haijafikia 16,000, yeye hakati mkono. Ikiiba mali ambayo kwamba ni zaidi ya 16,000 za Kenya na kuendelea, basi anakuwa ni nini? Anakata mkono. Na hii kukata mkono, imam ama al-hakim ama al-qadhi ataangalia ile siku aliyoiba. Ameiba
Simu ile wakati alipokuwa akiiba ilikuwa inapita 20,000, 30,000 huko, lakini hivi sasa leo hukumu yake ikiangaliwa, ile simu iko chini yake. Hatutoangalia leo, bali tutaangalia ule wakati ambapo alikuwa naiba. Katika hizi toba za vitabu vinavyo hivi tunavyotumia, ile toba kwamba labda tuseme ni ghali kabisa, toba ya Darul Minhaj, lau ataiba kitabu kile ameiba Al-Bayan ya Darul Minhaj, kisha akaiba Al-Bayan ya toba nyingine kwa sababu Darul Minhaj. Darul Minhaj iko ghali na ile kwa sababu Darul Minhaj iko chini. Bali tutaangalia ikiwa wakati anaiba iko namna gani, imepita kiwango cha nisab ama hakijafikisha. Kwa hiyo baadaye tunaingia katika hirz. Tukaangalia juzi miongoni mwa masala, Abu Ishaq al-Shirazi rahmatullahi anasema, wa in nabasha qabran wa saraka minhu al-kafan, lau atakuja mwizi akachimba kaburi akatoa yule maiti kisha akafungua ile kafani yake aliyofungwa nayo kisha akaiiba, basi tutaangalia yale makaburi yako wapi. Ikiwa ni makaburi tu yako wazi tu hivi ya kawaida, hakuna mlinzi, hakuna nini, basi hatopata mkono. Lakini ikiwa ni makaburi yaliyojengewa, makaburi ambayo kwamba yako katika hirzi, katika ulinzi, basi atakuwa ni mwenye kukatwa mkono. Ndio hiyo hirzi. Sasa itakuwa hiyo ni nini? Ni hirzi ambayo kwamba tunaizungumzia. Kwa hiyo Nabash amekuja akachimba kaburi akawa ni mwenye kuiba, basi mtu huyo atakuwa ni mwenye kukatwa mkono, kwa sababu kuna sehemu zingine ukiingia kuna makaburi ambayo kwamba yamejengewa. Sasa mwizi akaingia pale ndani akawa ni mwenye kuiba, basi yule mwizi atakuwa ni mwenye kukatwa mkono. Allah sallallahu alaihi wasallam anasema, la'ana Allahu, anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, la'ana Allahu al-mukhtafiya wal-mukhtafiyata, yule mwenye kuchimba kaburi. Kwa sababu katika siku za nyuma, zama za nyuma, wale maiti walikuwa wakizikwa kama wanazikwa na mali, watu wanakwenda wanachimba kaburi, wanakuwa ni mwenye kuchukua vile vitu. Wakala man yaftafa maitan, yoyote ambaye kwamba atachimba kaburi ya maiti, fakaannama qatalahu, kana kwamba yeye amefanya nini? Amemua. Kwa hiyo yule ambaye kwamba atachimba kaburi akachukua kitu cha yule maiti, basi yeye ni mwizi, anafaa kufanya nini? Anafaa kukatwa mkono. Hadithi ya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, man harraka damu, yeyote ambaye kwamba atachoma mtu na sisi tutamchoma. Wa man harraka damu, na yeyote ambaye kwamba atamtumbukiza mtu katika maji amue, na sisi tutamtumbukiza katika maji. Wa man nabasha, na yeyote ambaye kwamba atachimba kaburi, qata'nahu, tutamkata nini? Tutamkata mkono. Kwa hiyo mwenye kuchimba kaburi akaiba, basi anakuwa ni mwenye kufanya nini? Ni mwenye kukata mkono. Na imepokelewa Ibn Zubayr radhiyallahu anhuma, qata'a nabasha bi Arafat, alimkata mwizi ambaye kwamba alikuwa katika Arafa amechimba kaburi akaiba. Kwa hiyo aliposhikwa akakatwa mkono, na kulikuwa na masahaba, hakuna mtu ambaye kwamba amefanya nini, alikuwa anazungumzia kama hayo, hakuna mtu ambaye kwamba amekuwa anapinga. Fa in kufina almayyit fi akthar min 5 athwab au kufina fi tabut fasaraka sariqun ma zada ala 5 athwab au saraka tabutan fi alqabr lam yuqta. Anasema lau maiti wa Kiislamu atazikwa na sanduku, maiti wa Kiislamu amezikwa na sanduku, kwa sababu maiti wa Kiislamu hazikwa na sanduku. Sasa akachukua ile ziada ya mali, maiti anazikwa na kafani 3, amezikwa
lakini maiti akazikwa na kafani zaidi ya 3, kafani 5, ama akazikwa na sanduku ambalo kwamba ni ghali, kisha akaja mwizi akaiba lile sanduku akampelekesha yule maiti, basi ulama wanasema la, huyu hakatwi mkono, kwa sababu ile ni ziada ambayo kwamba imeingizwa katika yule maiti. Ala kulli hal, hizo ni baadhi ya ile sehemu ama hirzi ambayo kwamba tunaizungumzia. Lau mtu idha kana ma'ahu thawbun au shay'un khafif fatarakahu tahta ra'sihi wa nama, lau mtu ataingia katika msikiti, atakaa katika sehemu, kisha akaweka kitu chake chini ya kichwa akalala. Tumezungumzia hirzi, akalala akakilalia, kisha baadaye sarakahu sariqun min tahti ra'sihi au min tahti jambayhi, yani amekuja akaweka nguo yake akalalia, amekuja akaweka godoro lake akalalia, akaweka nguo yake akalalia, kisha mwizi akaja akaichukua, basi kutia yule mwizi akishikwa atakatwa mkono, kwa sababu lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a alayhi sariqan, alimkata mkono yule mwizi ambaye kwamba ameiba kilemba cha Safwan min tahti ra'si, kama ile hadithi ambayo tumeitumia katika wiki iliyopita, kwamba Safwan alipolala katika msikiti amelalia kitambaa chake, kisha mwizi akakuja kukiiba, basi yeye anakuwa ni mwenye kukata mkono, kwa sababu ile ni hirzi yake, hiyo ni hirzi yake. Kwa hiyo ndio vile vile, lakini ameweka amelala, kisha baadaye akawa anazunguka. Anapozunguka yeye amelala kando, mali yake iko, kisha mwizi akaja akakiiba, lam yuqta, yule mwizi hatakata mkono, kwa sababu kile kilemba kama ile mali imetoka katika hirzi yake, imetoka katika ile hirzi yake. Ama ameacha nguo zake au mataa baina yadayhi wa huwa yanzuru ilayhi, ako hapa, mali yake na nguo zake ameziacha kupanda, anaziangalia, anaziona, sawa, fa huwa yeye basi ako katika hirzi yake, zile nguo ni kama anazichunga. Umeweka simu yako hapo mbele, unaiona ile simu, basi iko katika hirzi yako. Kwa hiyo yote ambaye kwamba atajiiba, anasema fa in taghaffalahu al-insan wa saraqahu, basi kutia yule mwizi atakuwa ni mwenye kukata mkono, kwa sababu ile iko katika hirzi yake, iko pale mbele, uko hapo unaiona simu yako. Mwenye kuiba basi atakata mkono, kwa sababu iko katika maangalizi yake. Waqala Shafi'i ama anasema wa innama au tashaghala anhu fahuwa ghayru mahruzi, fa in sarakahu al-insan lam yuqta, ameweka simu yake hapo kisha akajishughulisha na mambo mengine ikaibiwa, basi hiyo simu haiko katika himaya yake, haiko katika hifadhi yake. Yani hapo tunaangalia ile mihraz, ile hifadhi ambayo kwamba mtu akiiba anakuwa ni mwenye kukata mkono, lakini umeweka simu yako kando, wewe unajishughulisha na mambo mengine, basi ikiibiwa yule mwizi hapa akata mkono, kwa sababu iko kando na ile himaya yako na hirzi yako. Abu Ishaq Ash-Shirazi rahmatullahi alayhi anasema, Ishaq Ash-Shirazi anasema, fakadhalika law taraka khalfahu bihaythu la tanaluhu al-yad fasarakahu sariqun lam yuqta, ama umekaa umeangalia mbele, simu yako kaiweka nyuma, mali yako kaiweka nyuma, kisha mwizi akaiiba, basi mwizi hakatwi mkono, kwa sababu haiko katika ile hirzi yake, haiko katika hirzi yake, liannahu ghayru mahruzi, haiko katika hifadhi yake. Waqala Shafi'i rahmatullahi alayhi fi walau taraka mata'ahu baina yadayhi fasulika lam yuqta sariqu, ameiweka mbele yake kisha ikaibiwa, haikati. Kwa nini? Kwa sababu haiko katika hirzi yake. Msikiti wetu huu tukiingia
viatu tunaviweka, lakini katika kuviweka pale kuna hifdhi, kuna ule ulinzi, kuna ile himaya. Lau mtu ataiba na viatu vikafika nisabu, anafaa kufanya nini? Anafaa kukatwa. Lakini lau viatu vina sehemu yake na kuna hifdhi, kuna ulinzi, mwingine akaweka sehemu nyingine ambapo kwamba hakuna ulinzi, ameweka mbele ya msikiti, hakuna CCTV, hakuna mlinzi, vikaibiwa, basi hakuna kukatwa kwake, kwa sababu vimetoka katika ile hifdhi. Lakini ameviweka sehemu kwamba kuna ulinzi, hapo nafaa, akiiba nafaa kukatwa mkono. Vile vile amekuja na mzigo wake, kisha akauacha katika sehemu biqurbihi bihaithu yaqabasu, macho yake yanaona. Ikiwa sehemu ile watu wanapita, kisha ikaibiwa, inkana, anasema fa in kana dhalika mawdhi la yamuru an-nasu fihi ghaliban mithla as-sahara mutaba'idatan an shari fatahaffalahu insanu fasarakahu quti'a. Lau unaweka sehemu mzigo wako ama mali yako katika sehemu kwamba watu hawapiti sana, ukaiweka, kisha baadaye ukakafilika, ukaibiwa, basi yule mwizi atakatwa mkono. Ama ukaweka sehemu ambapo kwamba wanapita watu, yani njiani umeweka hapo, ikaibiwa, basi huyo haiko katika hifdhi yako, kwa sababu umeweka sehemu kwamba watu wanapita. Yani hapa tunazungumzia hifdhi, namna gani kitu kitakuwa katika himaya yako, namna gani haitakuwa katika himaya yako. Hiyo ndio hifdhi. Kwa mfano, mtu ameingia chooni, akaweka simu yake, alipomaliza haja zake akatoka, lakini mwizi akaingia akaiba. Je, mwizi atakatwa mkono ama hakatwi mkono? Ikiwa kuna mtu sasa anakuwa ni mwenye kuchunga choo, ameingia ameweka pale, kuna mtu analinda, ikaibiwa, basi yule mwizi atakuwa ni mwenye kufanya nini? Ni mwenye kukata mkono. Ala kuli hali, ile hifdhi lazima ikuwe inapatikana. Lakini ikiwa hakuna mtu ambaye kwamba analinda sehemu ile, yeye ameweka, ameacha, ameondoka, ikaibiwa, basi hakuna kukata mkono. Ala kuli hali, hizi haya masala ni mengi ambapo kwamba yanatokea katika maisha yetu haya ya kawaida, Kisha masala mingine ni maji, yani ile kitu iko katika hifdhi yake. Ala kuli hali, hizo ni shuruti za masruh, sharti za kile kitu ambacho kwamba kinafaa kuibiwa. Nimesema sharti ya kwanza iwe imefikia ile rubu ya dinari dhahab, imefikia ile kima cha 16,018 kuendelea. Ya pili, iwe katika mihraz, iwe katika sehemu muhrazan, katika himaya imefungwa. Ya tatu, iwe yule mwizi hana milki ya ile mali kwa kwamba ameiba. Kisha vile vile isiwe ni shubha, ameiba kwa sababu gani? Kwa sababu ya shubha. Lau nasema masala mengine, lau mtoto mdogo amefungua ile sehemu, yani ile mihraz, hapa iko katika ile himaya ya mtu, katika hifadhi ya mtu. Kisha mtoto mdogo ambaye kwamba yeye hayuko katika hukumu, akachukua ile mali akaitoa katika ile hifadhi yake, katika ile hifadhi yake, kisha mtu akakuja akaiiba. Sasa pale hapa pia maulama wamefanya nini? Wamezungumzia masala kama haya, kwamba haiko katika hifadhi, kwa sababu hapa tunaangalia ile sharti ya hifadhi, himaya.
Isije kwa sababu tunaangalia huyu atakatwa mkono. Je, hii mali yako ilikuwa umeihifadhi katika sehemu ama hujahifadhi? Nilikuwa nimehifadhi. Huyu mwizi ameiiba katika sehemu iliyohifadhika ama ameiiba nje ya kuhifadhika? Ikiwa ameiiba katika sehemu ya kuhifadhika, atakatwa mkono. Ikiwa hajaiiba sehemu kwamba hajahifadhika, sasa hapa tunasema ilikuwa katika hifadhi, lakini mtoto mdogo amekwamba ana hukumu, ametoa katika ile hifadhi yake akaiweka sehemu kumbe kwamba hakuna hifadhi yake, ikawa ni nini? Ikawa ni yenye kuibiwa. Ala kulli hal, ahbabi fillah, hirzi ambayo kwamba tunazungumzia ni kubwa, na masala maulama wameyazungumzia ni masala makubwa, ni masala mengi, ni masala makubwa, ni masala mengi. Sio rahisi ama sio kila mwizi akiiba na katwa mkono, la, sio hivyo, bali kuna hizi shuruti. Kuna hizi shuruti ambazo kwamba zikitokea mtu anafaa nini, ndio anafaa kukatwa mkono. Kwa hiyo baada ya kuona sharti za yule sarik mwenye kuiba na kuona sharti za kile chenye kuibiwa, kwa sababu kile chenye kuibiwa pia lazima kiwe ni muhtaram, kiwe ni chenye heshima, kinaheshimika. Lau mtu ataiba pombe, ulevi, ataiba ulevi ule uko na kima cha zaidi ya nisabu. Sasa hizi kuna vinywaji ambavyo kwamba viko na zaidi ya nisabu, sasa ni 50,000, yaani lau mtu ataiba katika Uislamu, mtu huyo hawezi kupata mkono, kwa sababu ile mali yenyewe iliyofanyiwa masrufu, ile mali yenyewe iliyoibiwa haijakuwa ni nini, haijakuwa na ile heshima ambapo kwamba mtu anaweza kupata mkono kwa kuiba mali kama hiyo. Na pia hizo ni miongoni mwa sharti ama ni sharti mbili ambazo kwamba al-Imam Nawawi, al-Hafidh Nawawi rahmatullahi alayhi amekuwa ameziongeza katika zile shuruti, katika shuruti za kuiba. An yakuna muhtaraman, falau saraka khamran au kalban, ama kaiba mbwa ni najisi. Kuna mbwa mwingine wako hali, la mtu ataiba ni mbwa kweli hapo hali, lakini hawezi kukatwa mkono. Kwa sababu gani? Sio muhtaram katika Uislamu, haina ile heshima ya kwamba ni mali inafaa kufanya nini, inafaa kukatwa mkono. Ala kulli hal, baada ya hapo, kipofu, tumezungumzia mtoto mdogo, sasa hivi tunamzungumzia ama, yule mtu ambaye kwamba ni kipofu, haoni, amechukua ile mali katika hirzi yake akaiweka sehemu kwamba haina hirzi, yaani amechukua hapa akaitoa akaiweka katika sehemu nyingine, ikakuja kuibiwa. Je, huyu atakuwa ni mwenye kukatwa mkono ama hukumu yake inakuwa ni hukumu gani? Hapa ahbabi fillah, tunazungumzia ile hirzi ambayo kwamba mali inafaa kuibiwa, ile mali ambayo kwamba anafaa kukatwa mwizi mkono. Saa zingine mwizi anatumia akili, yaani ameona hapa nikiiba mimi nitakatwa mkono, kwa hiyo anatumia wasila, anatumia njia ambayo kwamba ataichukua hapa aipeleke. Tuseme kama viatu kama tunavika pale, tunaviweka mahali ambapo ziko pale. Sasa anatumia kijana ama anatumia mtu ndio kuchukulia zile pale, zinachukuliwa zinatolewa katika ile hirzi yake, zinawekwa katika sehemu nyingine, Je, huyu mwizi ni kwamba atakatwa mkono kwa sababu ameiba, ama ni hii wasila ambayo kwamba ametumia? Ala kulli hal, hayo ni baadhi ya masala ambayo kwamba maulama wamefanya nini, wameyazungumzia. Kwa hiyo mwizi naye, saraka alwalidu min mali waladihi, baba ameiba kutokamana na mali ya mtoto wake, wa insafara kwenda chini, basi baba akatwe mkono kwa sababu ni mali yake. Vile vile
wa insaraka alwaladu min mali ahadi abaihi, ama mzazi wake vile vile hakati mkono. Kwa hiyo baba akimwibia mtoto wake hakati mkono, mtoto akimwibia baba yake hakati mkono. Lakini al-Imam Abu Ishaq al-Shirazi wa Ibn Sabbah na Aba Thawr qala, wamesema kwamba yajibu al-qat'u ala jami'i li'umumi al-aya wasariqu wasariqa, wote ni wizi hao, wanasema wanafaa kukata mkono. Lakini madhhabu jumhuri ya madhhabu Shafi'i hakati mkono, lakini Abu Ishaq Shirazi anasema anakata mkono. Lakini kuna hadithi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule kijana, anta wa maluka li abika, wewe na hiyo mali yako yote wewe ni ya babako. Kwa hiyo hata babako hakuna uhuru wa kufanya tasarrufu ya mali yake vile ambavyo kwamba anafanya. Vile vile wa insaraka min mali fi rahimihi ghairi walidain wa awwal aulad, hayo ni madhhabu Shafi'i kwamba mtoto akimwibia babake na baba akimwibia mtoto wake, hapo hakuna kaka, kwa sababu mtoto ni mali ya baba. Yani hiyo yote ni mali pamoja, hakuna wizi, japokuwa mume aya maadamu ni wizi na kata mkono. Ama akiibia familia yake, sio baba yake, sio wazazi wake, lakini ile familia yake, basi ni wajibu kukata mkono, ni wajibu, anafaa kukata mkono. Lakini al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi anasema akiwaibia mashangazi zake au akiwaibia watu wake, lam yajibu alayhi al-qatl, vile vile akata mkono. Lakini umumu al-aya wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma, maadamu ni wizi umefanyika hivyo, basi anafaa kukata mkono. Na maadamu ameiba robo ile kiwango kutoka kinafika ni robo dinari dhahabu, pia anafaa kukata mkono. Ala kulli hal, na masala nyingine ni bibi akamwibia bwana wake, wa insaraka ahadu zawjayn min mali akhar bisabab, bwana akamwibia bibi yake ama bibi akamwibia bwana wake, watu wataangalia. Fa insaraka min mali ghairi muharrazin alayhi lam yajibu alayhi al-qatl, bwana ameweka mali yake juu ya meza, ameweka hivi, mama akaichukua, bibi akaichukua, basi hatakata mkono, hakuna mkono kwa mtakata. Wa insaraka min ghairi muharrazin anhu wa insaraka min mali muharrazin anhu, ama bwana ama bibi alificha mali yake kisha mtu mmoja akaiiba. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi anasema la yajibu alayhi al-qatl, hakuna qatl hapo ndani yake. Kwa hiyo mtoto akimwibia babake na baba akimwibia mtoto wake, hakuna qatl. Vile vile bwana na bibi yake na bibi na bwana wake, lau wanaibiana pia hapo hakuna qatl. Lakini moja nyingine al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi amesema kwamba yajibu alayhima al-qatl, lakini Abu Hamid al-Isfaraini anasema hapo kuna njia mbili ambazo kwamba amezungumza, kwamba njia ya kwanza, ikiwa idha kana al-malu kulli wahid minhuma mukhtalita bi mali al-akhar li'annahu ghayru muhrazin anhu. Kwa hiyo ikiwa ile mali imefanya nini, imekuwa imechanganyika, ikiwa wamechanganya pesa zao, bwana na bibi wamechanganya pesa zao, wameziweka, kisha mmoja akaziiba, basi hapo hakuna qatl. Hiyo ndio kwamba nasema, ndio kwamba ilikuwa inamaanisha ya maudhui ya yale kwamba tumetangulia. Lakini ikiwa kila mtu ni mali yake na ameificha katika sehemu, ameweka katika mfuko, ameificha, kisha mwingine akaja akaiiba, basi hapo anafaa kukata mkono. Ala kulli hal, hayo ni masala ambayo kama Muislamu anafaa kuyajua
na kuyasoma, nafaa kuyajua na kuyasoma, ili asije mtu akamwambia bibi yake ama bwana yake ni mwizi, amemwibia mali. Tunaangalia mafukaha wamesema nini. Kusema hivi hakuna kat'i, bimaana sio wizi, kwa baba akimwibia mtoto wake hauhesabiki ni mwizi katika sheria, na bibi kumwibia bwana yake, yani hakuna wizi katika sheria. Hayo ndio masala kama tulikuwa tunazungumzia siku hii ya leo. Insha Allah tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا